Tumeona misimu ya nyuma Young Africans katika mambo ya usajili ikitokea tetesi kwamba Depo akihusishwa na Young Africans, basi tunaona kweli baada ya muda kidogo anatambulishwa. Msimu huu mambo yamekuwa kama ni tofauti. Nini ambacho kimetokea? Tumeona hata kwa kocha kutoka South Africa imekuwa ghafla sana Young Africans wamemtambulisha na watu tetesi kwamba Fani anahusishwa na Yanga na ikawa hivyo. Hata ule mchezaji wa Fountain Gate ambaye ametambulishwa na Young Africans hatujaona hivyo. Kwanza nafikiri ni kutokana na ratiba ilivyokaa. Ukiangalia ligi imechelewa kuisha, imeisha mwezi wa 7. Sawa? Jambo la kwanza. Lakini pia kiutaratibu itakuwa ligi ishe mwezi wa 5. Kwa hiyo soko lilianza wakati ligi inaendelea. Yaani ligi zingine zimekwisha, watu wanafanya mawasiliano. Kwa hiyo focus ilikuwa kwenye kumalizia ubingwa. Sasa unakwenda kumalizia ubingwa au ligi ikiwa tayari vitu vingi vimeshafanyika. Yaani haviko tena katika mazungumzo, hivyo katika hatua kwenda kufinalize wachezaji. Kwa hiyo nayo imechangia kuweza kuathiri. Lakini jambo lingine nafikiri wameboresha mifumo yao ya taarifa. Wameona kwamba ni vema wakaweza kuweka kidogo kufanya kuwa much more secured na kulinda taarifa. Ingawaje mimi sioni kama ni kitu kizuri sana wakati mwingine hizi luma tetesi za usajili dunia nzima. Yaani sio kila kitu kitaanza kutoka kwa klabu. Unaona? Yaani sio lazima. Hizi ni yani unafanya dissemination of information. Na wakati mwingine ndio inaongeza ule mvutano, wakati mwingine inakwenda kutandaza ile wanasema ile radha ya mpira, ingawaje wakati mwingine pia ina changamoto kwa maana inaweza kwenda kuongeza thamani ya mchezaji kuliko uwezo wa kawaida na vitu vingine, jambo ambalo huwezi kulizuia, yani huwezi kuliepuka. Yani luma zipo sehemu zote na ndio maisha na ndio watu wanafanya waweze kuwa active. Kipindi hiki ambacho hakuna ligi, watu wanategemea kuweza kupata taarifa mbalimbali. No, lakini pia katika hizo ambazo zimeendelea kutoka nyingi zipo, lakini bado tu kuweza kudhibitisha. Yani hakuna sajili ambayo itafanyika watu wasijue kabisa, no. Itakuwa tu ni lini na wapi ndio itakwenda kutokea na labda tutamtangaza lini. Kwa hiyo ni mambo ya kuwaiana. Leo unaweza kuona una information uko nayo hapa saa hizi, ushapata kwa bana taarifa zinaendelea, pengine Yanga wanazungumza na kocha fulani. Bado hazijakaa sawa. Ukiona unaendelea kuzifuatilia, unakuta kesho wamemtambulisha. Kwa hiyo si kwamba ulikuwa una habari. Lakini wakati unaendelea kuifanyia verification sio tuko tofauti. Kuna wengine yeye akipata tu tetesi tu yani ameluka. Sio wengine sio watu hivyo. Sisi tukizungumza maana yake tunakuwa tuna base ya information za uhakika ambazo kwamba nikizungumza basi 90 itakwenda kumachua. Ingawa wakati mwingine deal inaweza kufikia hata 99 na bado si moja tu karibu deal. Sasa wasiojua mpira sema aliongea mbona hajatokea. Ndio kitu kile nimeongesha Faisal alikwenda Yanga. Ameongea mbona amefeli. Sio kufeli. Faisal alikuwa amesaini mkataba wa awali na Yanga. Lakini zikaja kutokea stara ambazo zikaanza zikabadilisha. Kwa hiyo wakati mimi ninaripoti ni muda ambao ilikuwa vitu vimekaa viko mezani. Lakini dakika moja inakwenda inaharibu deal. Dakika moja tu inabadilisha upepo wa mchezaji. Kwa sababu hii ni biashara. Anza katokea mtu akaingilia biashara, akatokea mtu akavunja biashara. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinakuwa. Lakini wakati mwingine pia na hizi timu nazo zinakuwa tu zinaangalia upande mmoja. Unaweza kawa wanamtaka Fatuma, huku pia wanamtaka na mtu mwingine. Kwa hiyo wanakuwa wanapima, huku wanakuja huku wanakuja. Ikitokea wamewahi huku hivyo. Kwa hiyo mimi naamini kwamba watu waendelee kutufuatilia. Taarifa nzuri zipo na leo nilikuwa nazungumza kwamba kuna baadhi ya nyota kutoka France watatua Yanga ambao wanatoka ligi 2, lakini pia issue ya Gilimogisha Ufaransa. Yeah, Gilimogisha naye anawezekana mkubwa kutoa Yanga 80 dili imekaa vizuri. Gilimogisha. Lakini pia anakuja kuna ambao anaona kwamba pengine Engineer Harris hela ya kumpa Gilimogisha hana, kila mtu anaongea lake. Kwa nini anaitwa Engineer Harris au watu tajiri? Kwa hiyo ukisema tarajia Gilimogisha ukisema hela hana so engineer ni tajiri. Of course no. Kwa hiyo nafikiri kinachoangaliwa kikubwa sio fedha tu. Unachokuangalia thamani ya fedha, value of money. Leo Fatuma amekuja anataka umpe milioni 200. Inafanana na atakachokupatia wewe? Yeye ameona milioni 200 kwake ni sawa. Lakini wewe ambao unampa milioni 200, hiyo kazi ambayo unataka umpe italipa kwa milioni 200 unayompa? Yaani mpira ni biashara kama biashara nyingine. Kama unaweza kwenda kununua gari, kununua kiwanja, ni kitu kile kile. Bwana hiki kiwanja hiki milioni 500. Kwa nini kipo barabarani? Sio unapima. Nikitoa milioni 500 nikanunua hapa. Of course nitajenga frame. Baada ya miaka 4 hela yangu itarudi. Let me ninunue. Hapa. Ndio biashara ya mpira. Kwa hiyo ni business kama business nyingine yoyote. Kwa hiyo wakati mwingine sio tu fedha. Unaangalia natoa fedha lakini baada ya kutoa fedha nitapata kitu gani? Kwa hiyo nafikiri sajili zinaendelea, dili inaendelea vizuri. Wako sehemu nzuri, lakini pia nilizungumza kuhusiana na issue ya Faisal, na imegeuka tena.
Tena ya. Kutoka kwa wekundu wa Msimbazi sasa. Geuka tena. Kwaje? Ndio hivyo tena. Yanga tena wameingia tena kati dili. Yanga wameliingilia kati swala la Hapo Faisal. watu Unakumbuka ulisemaje mara mwisho? Dili Yanga imekufa. Mamwisho nikwambia hivyo. Dili fanya nini? Imekufa. Kwamba pia hawana uhitaji na Faisal. Kwa hiyo saizi Simba wako ruksa kuweza kumchukua. Nakumbuka ikaja tena wamegeuka tena. Wamerudi tena. Mchezaji anasemaje kwanza? Sasa huko tusiende sana. Tuache kwanza kuona. Kwa hiyo na watu lazima waelewe kwamba huu ni muda wa nini? Wa usajili. Si unanielewa? Hata mbona Samba ashaongea kwamba Faisal kwenda Simba, leo tena anatembea Yanga, atuchanganya. Hiki ni kipindi cha usajili. Yaani kwamba lolote yaani muda wote ule. Unasikia huyu ameenda huku, ametambulishwa, kesho anacheza huku. Sisi ile issue ile ya Shoma Lawi. Sasa alikuwa ni Lawi nani? Lameki Lawi. Si mpaka Simba walimtambulisha. Ila achezea wapi? Si Azam. Kwa kama ungesema Lameki Lawi anakwenda Simba, afukesho kama Azam. Si unaelewa? Kwa hiyo ni kipindi ambacho cha biashara. Na sisi tunakuwa tunapata taarifa kila itwapo leo. Kwa leo imekaa hivi, kesho imekaa hivi. Kwa hiyo nafikiri sasa tena wale ndugu zangu wa Simba wasahau tena. Ngome imebadilika. Huko tena haipo. Sahau Faisal Salum Abdallah. Labda tena wampata kija kustaafu. Maana kama atakwenda Yanga misimu mitatu au kubaki Azam, lini tena kaja kurudi. Si mchezo. Kwa Yanga uhakika. Kwa Yanga kwa uhakika. Sasa tuishie hapo kwanza tu. Tunakuuliza kule aendi tena. Kule hamna kitu. Kwa hiyo mchezaji mwenyewe kwanza anasemaje? Mchezaji mwenyewe anasemaje? Inaendelea mazungumzo mazuri tu na klabu yake ya zamani pendwa. Sasa kwa nini uko katina kaneli ukakataa? Sasa utihati sasa kwanza. Tena. Tujue na sababu salama. Kuna ile bilioni 1 ngumu ile kwanza. Ile bado ipo Young Africans. Ile imengania pale pale. Mtihani kweli. Pengine tegemea Young Africans kubadilisha scout wa hawa wachezaji kwa sababu tumeona kama msimu kidogo wamefeli wakina Musa Bala Conte, wakina Ikua, wakina Buba Jamee, wote wamekuja imeonekana kwamba sio wale ambao kama walivyotambulishwa. Nafikiri ndio itakuwa busara. Lakini wakati mwingine sio scouting. Wakati mwingine na hela ulionayo. Mimi nina kitu naambiaga watu. Usajili sio kamali. Kamali wanafanya timu kwenye kusajili. Usajili sio kamali. Nakataa. Ila kamali wanafanya hizi timu kwenye kusajili, wao wanafanya kamali. Kutokana na kipato ulicho nacho. Kwa ndio hivyo. Tumalize na hili. TFF wametoa tamko baada ya kile ambacho kilitokea kule Gombani Pemba katika fainali ya CRDB Federation Cup. Wekundu wa Msimbazi dhidi ya Azam FC ambapo Azam FC hawakwenda kupokea zile medali zao na wachezaji wakionekana hawapo uwanjani na TFF ikatoa tamko na kuwatoza kiasi cha milioni 50. Tunaizungumziaje hii kwamba ni sahihi kwa hichi ambacho wamekifanya kama uwajibikaji? Yaani mimi usahihi au sio usahihi hayo watajua wenyewe. Jambo la kwanza. Lakini mimi natoa opinions kwamba tusifanye faini kama mradi. Mimi ndio rai yangu. Unafanya kama mradi. Tusifanye faini kama ni mradi, kama ni source of income. Kwamba sasa tunaamua kwamba miongoni mwa vyanzo vya mapato basi tutakuwa tuna faini afu mnaekea budget kwamba kwa mwaka huu at least tukusanye bilioni 1. Itakuwa haiwezi kutusaidia. Ni vema kuhakikisha kwamba inapotokea changamoto kama hizi yani hazichafui tu timu iliyopigwa faini, lakini pia zinachafua hata mpira wenyewe. Si unanielewa sijui? Yani sio tu utakayempiga faini ndio umemkomesha, hata wewe mwenyewe upo katika sehemu nzuri na uko sehemu safi, kwa sababu ndio msimamizi wa hiyo ligi. Kwa hiyo vema wakakaa wakaangalia haya malalamiko ambayo yanalalamikiwa ina ukweli. Kama wana ukweli wachukue hatua. Sababu kwa ukitaka kujua ukweli wakati mwingine unakuwa na moyo kwa hasira. Just imagine makosa pale kutoka mwanzo mpaka mwisho wanaadhibiwa Azam tu. Refari ambaye anahusishwa na hizo tuhuma zenyewe. Kwa kama tu tuone sasa tutafanya kitu gani. Unaona? Yaani kama kuna kukomeshana hivi au hasira, kitu ambacho mimi nafikiria hakiwezi kutusaidia. Yaani sio sawa. Kwa hiyo waone namna bora ya kuweza kuona, lakini pia waangalie na chumi za hizi timu. Hizi milioni 100, milioni 50, rahisi tu mtu anatoa milioni 50. Alafu ampinya ameonewa. Alafu je, baada ya kuonewa of course akufuata utaratibu. Lakini katika yale mnalalamikia, hakuna jambo ambalo unaweza ukalichukua lifanyie kazi. Yaje baadaye kusaidia. Ila kwa sababu tunajua kwamba siku zote mimi napenda kuoga mwazi. Siku zote wakati tuna tabia za sisi watu weusi, tuna tabia za kwamba wakati mwingine ukiwa kwenye nafasi fulani unahisi kwamba wewe unajua kila kitu, ujeuri sana, you can do anything. Tuko hivyo. Sasa sisi ngozi yetu hii.
huwezi kuambiwa, unachagua nani akwambie nani asikwambie, utanifanya nini. Yani yale mamlaka ambayo unakuwa unapewa yanatulevya wakati mwingine na kuweza kuona kwamba you can do anything, kitu ambacho wakati mwingine kina athari kubwa katika maendeleo ya mpira. Kwa hiyo tuwaambie tu kwamba wenye dhamana waangalie basi, hata tunatoa mawazo yetu wayafanyie kazi, sio kwa mustakabali wa Dominic Salamba, kwa mustakabali wa mpira. Ni mchezo ambao unagusa hisia za watu wengi. Pamekuwa pana malalamiko mengi. Nimeona Tole Bui ambaye ni mmiliki wa Azam naye ameitwa kwenye kamati, na nategemea kumuona aitwe kwenye kamati ili akaisaidie kamati, akiwa ni sehemu mwenye experience ya kuweza kutatua changamoto ambazo yeye alizisema zipo, ili baadaye zisitokeze tena na mpira wetu ukae sehemu nzuri. Lakini usimwite kwenye kamati kwa maana njoni kuonyeshe nitakachokufanya afu utafanya nini, tutakuwa tu hatutengenezi. Hiyo ndio kubwa la kuweza kuliangalia kwa upande wangu.